Guys, tunataka tuangalie namna ya kuuza na kununua coin kupitia Binance. Kuuza na kununua sarafu kupitia Binance. Sasa nitaelekeza somo hili kwa utaratibu mzuri kabisa ili kila mmoja apate kuelewa. So Binance yetu ni hii hapa, utaifungua Binance. Then baada ya kuifungua Binance yako, baada ya kuifungua Binance, tutakuja hapa kwenye hili eneo hapa. Then tutaklik eneo limeandikwa assets. Then ukisha bonyeza kwenye eneo limeandikwa assets, watakuleta maeneo haya hapa. Kuna wallet zote ziko hapa. So utaenda kuchagua wallet ya funding. Yani kuonyeshe hii hapa ndo funding. Utabonyeza hapo kwenye funding. Na bonyeza hapo. Baada ya kubonyeza kwenye funding, twende sawa, twende taratibu. Utafika hapa, utakuta wamekuletea funding yako imekaa kama hivi hapa. Sasa lengo lako wewe unataka ununue dola kutoka kwa wakala. Una hela yako M-Pesa labda au Airtel Money, unataka uweke ununue dola kutoka kwa wakala kwa Binance. Utakachokifanya guys, utaingia kwenye eneo ambalo limeandikwa add fund. Utabonyeza hapa, ngoja nikuonyesheni. Hapa. Then utaklik hapo. Then baada ya kuklik hapo, watakuletea haya maneno. Leo ukishakuletea hivi utakutana na on chain deposit, receive via Binance Pay, lakini pia kuna P2P. Sasa sisi tunaenda kwenye eneo limeandikwa P2P, kwa hiyo ndio huduma ambayo tunaenda kuitumia. So utabonyeza hapa kwenye P2P. Utabonyeza hapa kwenye P2P, watakufungulia namna hii. Okay? Ukishakufungulia kwenye P2P kwa design hii, hapa watakuja mawakala kila aina hapa. Na mawakala nafikiri ndio unaona. Nilifundisha namna ya kuangalia mawakala. Ukiwa unataka kununua, angalia mawakala ambao wana bei ya chini ili usinunue kwa bei kubwa sana. Kwa mara nyingi wakala wa kwanza anakuaga na bei ya juu zaidi, kwa hiyo huyu hatumzingatii sana. Tunaangalia anayefuatia chini yake. Lakini ukifika kwa wakala hapa, kitu cha kwanza kuzingatia, angalia mitandao anayotumia au njia za malipo ambazo anazitumia. Kwa mfano kama huyu hapo ukiangalia anatumia Tigo, anatumia M-Pesa, anatumia Airtel Money. Lakini pia yeye anafanya miamala kwa muda wa dakika 15. Ndani ya dakika 15 anakuwa ashafanya muamala wako. Lakini pia utaangalia bei yake, huyu ni 2469. Huyu anatufaa kabisa. Lakini pia kuna mwingine huyu 69 au 71. Kwa hiyo chini yake hawa wana bei kuliko yeye. Kwa huyu tunakuwa na faida ya kumtumia huyu wa 2469. Then tutaingia kwenye neno limeandikwa buy. Ngoja nikuonyesheni hapa. Hapa buy. Kwa tutabuy. Kwa tutabonyeza buy. Kisha bonyeza neno buy, watakuletea eneo la kuandika kiasi unachotaka kubuy au kiasi ambacho unacho. Wewe una shilingi ngapi kwenye simu yako? Kwa let's say una 100,000. Utaandika hapa. Kisha bonyeza tu hapa, watakuletea maneno hayo, utaandika una 100,000, kwa utaandika 100,000, 1 2 3 4 5. Kwa guys, tutanunua 1 2 3 4 5. Tutanunua dola za sasa. Nikimwangalia huyu kidogo amepungukiwa. Kwa hiyo ukiona amekuwekea maneno mekundu, maana yake huyu ameshapungukiwa hela. Lakini at least naweza nikaelekeza kupitia huyu tu. Ila japokuwa atakuwa amepungukiwa hela, ndio maana ameweka maneno mekundu. So maana yake ili upate dola, ukiweka 100,000 kwa sasa, 100,000 sasa na dola 40.4. Umeona? Sasa utakuja hapa chini kwenye eneo la linaonyesha njia ya malipo hapa chini. Hapa njia ya malipo, kwa mfano hapo ni Airtel. Kama ni Airtel, maana yako utatumia Airtel Money, lakini kama sio Airtel, una mtandao mwingine tofauti na Airtel, utabonyeza hapa kwenye neno, ngoja nikuonyeshe, sorry. Utabonyeza hapa. Hapo ukishabonyeza hapo, watakuletea mitandao yote inayohusika. Ndio maana unaona hapa kuna Tigo Pesa, kuna M-Pesa, kuna Airtel Money. Sasa utachagua. Kama ni Airtel Money utachagua hapo, kama mimi natumia Airtel Money. Then guys, utaendelea. Baada ya kuchagua hivyo na ushaweka kule, then utafanya kitu tunaita una press order. Utabonyeza kwenye neno la kijani hapa. La kijani hapa, una press order hapa.
Ukisha place order hapo, maana yake order yako inakuwa iko anaiona huyo wakala. Kwa hiyo utakachokifanya baada ya kuplace order, utakuletea namba ya malipo. Ukishakuletea namba ya malipo, utachukua utaenda kulipia. Then baada ya kulipia uta screenshot ile message uliolipia, utakuja kuiupload kumnotify huyo muuzaji kwamba tayari nimeshafanya nini? Nimeshalipia. Baada ya hapo yeye atakutumia pesa. Hiyo ni kununua. Then tuendelee kufuatilia, nitatoa pia video inayoonyesha kuuza. So guys, unakuwa umepata hela yako ndani ya dakika kadhaa tu ishaingia. Ndani ya dakika kadhaa tu hela yako inakuwa ishaingia Binance. $40 unakuwa umeshaziona zimeingia wapi? Binance. So guys, asanteni kwa kuendelea kufuatilia. Tuko pamoja.